lakini kwa kadri itakavyowezekana Mwenyezi Mungu vile atakavyotuwafikia kwa muda tulioko nao, kwa yale tutakayoyapata insha Allah taala, iwe ni chanzo cha watu kubadilika. Mara nyingi hizi khutba mbali ya kuwa zinaleta awareness, watu kuelewa mambo, lakini la muhimu zaidi ni mtu kubadilika kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nzuri. Na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atatujalia ni wenye khairi na tawfiq na kushikamana na dini yetu insha Allah taala. Katika watu ambao kwamba waliozungumza na mimi nikapendezwa na mazungumzo yake ni mwanachuoni mkubwa anaitwa Dr. Ratib An-Nabulsi. Huyu yuko hai mpaka sasa na ana maneno ya hikma mengi, na alivyoyazungumzia maudhui kama haya pia ikanivutia mimi kuyazungumza mazungumzo haya. Kwa hiyo unwani ya kila jambo nitakalolitaja sijalitengeneza mimi, bali nalinukuu ili kuwe na uaminifu na ya nukuu. Ama kusherehesha, tutasherehesha kulingana na hali zetu. Katika mambo ambayo kwamba aliyozungumzia ni kuwa katika maisha yetu ya social, ya kijamii, kuna kitu kinaitwa aibu kufanya na kuna kitu kinaitwa haramu kufanya. Mara nyingi wazazi badala ya kuchukulia uzito suala la haram zaidi, kumlelea mtoto ya kuwa hili la haram ni baya na mimi nitalikemea na sitaliruhusu litokee, lakini atamlelea mtoto kwa kuwa aibu ndio jambo zito na linakemewa na haliruhusiwi kutokea katika maisha. Mtoto kama yule kila anavyokulia aona tu nyumba imekaza sana katika suala la aibu isitokee, wala sio haramu kuzuiwa. Malezi kama hayo anapoendelea, yule mtoto polepole anachukua haramu hii, anachukua haramu hii, na anajizuia na aibu hii na aibu hii, badala ya kulelewa mujtamaa wetu kila mmoja akawa analelea nyumba yake ya kuwa haram nitaikemea, na aibu pia tafadhalini msituletee ndani ya nyumba, tujikaze nalo, kwa sababu hili la aibu ghaliban halipeleki motoni. Mtu anapolifanya hilo la aibu kulingana na lugha za kwetu nyumbani halipeleki motoni, lakini linakufanya wewe huna uso kwa mwenzako, linafanya kama nyinyi hamkujipanga katika mambo yenu, basi ni protocols fulani hazikuwa sawa sawa. Lakini nyumba ile ile ambayo kwamba yakemea na yakemea hilo ambalo kwamba halijafika kwenye kuwa ni madhambi, yakemea sana kulikemea hili ambalo kwamba halina madhambi, halijafika kukemea sana hili ambalo kwamba lina madhambi na ni hatari kwa Mwenyezi Mungu. Mifano yake katika mujtama, utapata mathalan kuna mgeni amekuja ndani ya nyumba, hasa upande wa wageni ndio tunajaribu namna mgeni amekuja, labda kikombe hakikusafishwa vizuri sana, tunataka kutia maji, tunataka kutia juice, tunataka kutia chai. Sasa ukichukua kikombe kichafu kidogo ukakivuta kile kikombe ukarudi jikoni kule ukawa mkali sana, aibu gani nyinyi mwanifanyia kwa kikombe? Mwashindwa kusafisha kikombe sawa sawa, mwafanya kazi gani hapa jikoni? Na labda watu kuanzia alfajiri wameanza kupika, wamesumbuka, lakini kwa jambo la aibu wewe hulikubali ndani ya nyumba, hukujali tena taabu zote zilizotokea. Vile vile labda katika kuleta kikombe cha chai
kimekuja bila kisahani, au sahani iliyokuja nyingine imevunjika kidogo badala ya kuleta ile ambayo kwamba haijavunjika, au labda katika kuosha mikono mgeni kumeletwa maji bila ya sabuni. Yani hizi vitu ambavyo kwamba sisi tutalichukulia hapa ni kosa adhimu limefanyika katika nyumba yangu leo, na ni kitu cha aibu. Ni kweli aibu, kwa nini kusipangike vizuri? Lakini huandikiwi madhambi, huo ukali wote wa kuhifadhi tu wewe sura zako kwa yule mgeni. Tuje upande wa pili, huyu alokuwa mkali kwenye kikombe au kwenye kupungua sukari kwenye juice au chumvi au kuzidi, nyumba yake haijaswaliwa alfajiri na hakuwa mkali. Kwa nini? Yeye yuwalelea watu kwenye kuzuia aibu, hayuko katika kuzuia haram. Malezi mwenyewe pia yalikuwa nyumba ina Roma, nyumba watu hawelewani, na labda wafungie mdomo mbili tatu mpaka waje wasuluhishwe kwa sababu ya mgeni. Chai kwa hivi, chakula kilikuwa hivi, mafuta haukuwa hivi, wakati wa siku zote watu walala kila siku ndani ya nyumba, na hujakuwa na hatua kubwa za kuzichukua juu ya swala isimame. Zile hasira zako zote za kwenye aibu, hujaleta hata hasira ndogo katika suala la haramu inayofanywa ndani ya nyumba. Labda nyumba hiyo mke wa huyo mtu akitoka yuwavaa buibui ambayo liko tight la muonyesha shape yake yote, na hiyo ni haramu. Hajakuwa ya kuwa hili la haramu, wacha na mimi nikasirike nalo, lakini bado yakasirika na kikombe hakikusafishwa, na chumvi imezidi, na sukari imepungua sukari. Yani vitu vya aibu tumevipatia kipaumbele katika kuvicontrol kwenye maisha ya nyumbani, lakini hatukuwa tayari katika mambo ambayo kwamba ni haram ndani ya majumba yanafanyika tukaya control kisawasawa. Barobaro au familia yote yakaa yaangalia TV au YouTube nyimbo za haram, film za haram, misalsal ya